nikawa nauza mahindi ya kuchoma. Unajua mahindi ya kuchoma yaani nauza barabarani mahindi ya kwenye dukani mahindi ya kuchoma. Sasa kweli nikawa napiga napata hela kiukweli. Nilikuwa napata 7,000 ngapi, lakini nilikuwa kula nilikuwa napata. Sasa nikapanga chumba maeneo ya pale Kizinga. Ile nyumba ambayo nimepanga ilikuwa na wapangaji mimi. Wapangaji kwa watatu. Mmoja jamaa anauza duka lake, Mkuli alikuwa duka, na kuna mimi na kuna jamaa na mke wake na mwenye nyumba. Kwa ndio wapangaji watatu. Sasa mimi nilikuwa nikitoka zangu asubuhi kwenda kuchukua mahindi stereo, nikirudi naenda zangu kuchukua, naenda kuuza. Mke wangu alikuwa desturi tumevokeana ikifika saa 6 saa 7, lazima niletee msosi pale ninapouza mahindi. Yaani ilikuwa hivyo lazima yani. Niletee msosi pale kwa sababu napenda sipendi kula gengeni, napenda kula nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa ni karibu na nyumbani. Kwa hiyo ilikuwa saa 7 niletea msosi. Sasa ikawa ndio desturi yetu. Ikaenda kumbe kuna vistori vilikuwa vinaendelea pale, mke wangu alikuwa anatoka na yule muuza lile duka. Huyo Mkulia duka lilikuwa limesheheni kwa kweli, duka lilikuwa kubwa. Mimi sina leo lijua, kwa nikirudi pale mara nikipita njia na vicheko na nini. Unajua mdu wao unakwambia wenyewe simu lililokujua alikuwa litakumaliza, anasemaga hivyo. Pia usilijua sasa na usiku wa giza. Yaani kumbe mke wangu alikuwa na date na yule jamaa muuza duka. Mimi sijui. Siku zimeenda siku nyingi, lakini mshazungu kasema za mwezi 40. Walikuwa washanogea wenyewe kama vile mtu na mpenzi wake. Mwenye nyumba najua, wapangaji zangu najua, mimi ndio sijui. Nachoendelea. Sababu mke wangu hakuna tofauti yoyote kuhusu kwangu mimi. Lakini watu wengine walikuwa wanajua kwa sababu wenyewe walikuwa wanafanya mapenzi kama vile wameoana. Kati yao mimi sijui. Sasa ikafikia hatua ndio Mungu tu akataka kukuonesha kitu gani kinaendelea kwa wewe na mke, kwa sababu ni mke wako. Na unasema wenyewe hakuna jambo baya. Ndio maana kama ukifanya ubaya mtu, ipo siku moja Mungu ataugundua, lazima kivyo vyote vile ataugundua huo ubaya. Basi ikatokea mimi siku mke wangu chakula kuleta ile muda ambao nishamzoea. Kisha kwangu amechelewa. Ngoja nikamwambia jamaa, bwana nishikie. Kwanza nilikuwa nimepata pale pale, kuna jamaa amenifuata niwapeleke Kisiju. Sababu ilikuwa jamaa anaenda Kisiju hapo juu, ilikuwa amepaki Costa. Mwanangu tunaomba tupeleke Kisiju. Unajua Kisiju? Na sibu gani kule kwenda Mafia. Kwa hiyo kwenda Mafia. Kwa mwanangu tunataka tuende Mafia sehemu gani? Nikamwambia walikuwa wananiuliza tu na gari yao. Kama nikawaelekeza kama ni mbali kama basi no Scott tutakulipa. Walikuwa wamepakiza wageni wa kizungu. Kwa hiyo nikaongea nao kwa kubali, tukaona bado tuelewana. Mimi ngoja niwe kwangu, nikabaki nisubirini hapo. Nataka nyuma kubadilisha nguo. Sasa tena chakula. Kumbe ndio Mungu ananiambia nenda nyumbani ukaone. Kwenda muda ule nyumbani nakuta mlango wangu ukufungwa. Upo wazi. Na ingine mke wangu hayupo. Hata ninaporudi hivi watu kama vile wananong'onezana. Unajua kitu kama kuna kitu kinaendelea. Wananong'onezana chini chini. Wewe itakuwaje? Utakumbe mke wangu alikuwa dukani kwa yule Mkulia. Duka kafunga na mlango kafunga, wanafanya mambo yao mule dukani. Sisi unaelewa ndugu yangu? Wanafanya mambo yao mule dukani kwake yule Mkulia. Mimi sasa niko siku na chote nikaingia maji nikaoga, chukua maji nikaoga, sababu sitaka niondoke. Nikaoga. Wao bado hata walikuwa anajua mimi nimerudi, nimeambiwa kwa wao wapo dukani. Kwa mimi nimerudi na mambo mengine sijui kinachoendelea. Kwa pressure kale jamaa mimi nimerudi, yule Mkulia akafunga duka kwa mbele, kafungua kakimbia. Sasa mimi nasikia nikachukulia kwenye kile kimlango cha ule duka, nikakuta kabisa kwenye vile vineni vile. Vichanja vile viwazi vile. Nikaona kabisa mke wangu yupo ndani. Jamaa anafunga duka anakimbia. Kwa kweli nilishtuka kwa sababu sikuamini kama kweli angenifanyia vile. Ulifanya nini baada ya kushtuka? Mimi nilichokifanya nikamwita mwenye nyumba, alikuwa ni mama baba yarudi kazini. Nikamwambia umeona kilichoendelea? Kaniambia lakini mimi nilijua labda wewe unajua kwa sababu ndio maana umerudi. Mke wangu naye kifanya kakimbia. Kakimbilia kwao. Mimi nilichokifanya nikafungua duka, nikawa nauza. Ukafungua duka ambalo sio lako na ukawa unauza. Kwa nini ulifanya hivi? Sasa kwa nini? Yes, mimi nilichokisema kwa mfano wewe nikwambie wewe. Pale ni mali kwa mali. Yeye kamchukua mke wangu, kamwona mke wangu mzuri, kamtumia maana alikuwa anamtumia siku gani, siku ngapi sikujua. Miezi leo pale karibu miezi 6 alikuwa inawezekana alikuwa anamtumia kila siku ya Mungu. Mimi nilichokifanya mimi naziki na njaa. Kumbe mke wangu anapenda duka, kaenda dukani. Mimi jamaa nilichokifanya na yeye aone uchungu wa maumivu ya mke na yeye aone maumivu ya uchungu wa duka lake. Mimi nikale duka nikalifungua nikawa nauza. Sasa hapo ndipo changamoto ilianzia hapo. Changamoto gani ulikutana nayo? Na je, yule ambao ulimfumania na mke wako mwenye duka alirudi au hakurudi? Yule jamaa alikimbia. Kukimbia baadaye jioni karudi, akakuta mimi duka nimelifungua nauza. Kwa stories kaenea mtaani. Puto kafungua duka la watu anauza. Ikabidi jamaa kunifuata pale hawezi dukani. Kwani nimemfumania. Wote kuja dukani kwangu, kamfuata mama mwenye nyumba, kampiga simu akakaa akaongea, mwambie jamaa niache duka langu. Mimi nikamwambia mimi sina shida, kwani mimi duka lake nimelichukua. Wewe mbona nikachukua mke wangu, mimi sikulalamika. Kaona akashindwa, ikabidi aende serikali ya mtaa kwa mwenyekiti. Kwa mwenyekiti mimi nikaitwa, nikamwambia mimi siwezi kwenda kwa mwenyekiti waje hapa pale dukani kwa sababu mimi siwezi kufunga duka, biashara itakuwa haiendi. Vipi mwenyekiti alikuja au hakuja? Mwenyekiti aliniandikia barua, mimi ikabidi kwa kumheshimu nikaenda. Tukakaa kikao, akaniambia bwana wewe inabidi uwe mao anaomba mwachie duka lake. Nikamwambia mimi sijakataa kumwachia duka lake, lakini mimi alichokifanya kwa mke wangu anakijua. Akasema kafanya nini? Mkeo kamfanya vile, kamkuta kumemwafumania duka lake. Sawa, mimi naomba na mimi nimrudishie au na mimi nipe mkeo ale naye na kwa ngoma imeisha. Mwisho wa siku mwafaka ukawaje kuhusiana na wewe na huyo ambao ulimfumania na mke wako? Jamaa sasa yeye hataki yote. Nikabasi kama hataki mimi niambia acha niuze duka. Jamaa chokifanya ngoja nikajifikirie, atarudi ndo akurudi.
tena mimi nikauza duka mpaka pale sema nilibugi. Nilikuwa sasa mimi ile duka siongezi vitu. Mimi tu nilikuwa nauza na kana stress. Unajua mtu wangu nilikuwa nampenda sikutegemea nikao nikipata tena nalewa pombe. Yaani na nimeshakuwa na addicted mawazo mengi. Nikachukia wanawake tangu siku hiyo nikasema yani hili swala ambalo limetokea hili siwezi kuamini. Mke wangu kwa narudi analia tu kwa napigwa simu na wakwe. Bwana mke wako mbona anasema mmegombana? Nikamwambia mke wangu hajagombana isipokuwa kama nimefunga duka, uza yataki.